Hello wapenzi watazamaji wa Farijika TV. Kama kaida yetu tunaletea series au tunaletea mfululizo wa historia za wasanii mbalimbali. Historia za wasanii, historia hizi ni za kweli kabisa. Hata yeye mwenyewe akisikia hatashangaa hizi habari nimezipatia wapi. Lakini kwamba tunadodosa na tunafuatilia kila pande na kila kona ili tupate habari nzuri kwa kuwapatia watazamaji wangu wa Farijika TV. Usisahau kulike, pia usisahau kucomment. Na leo tupo kwa kumzungumzia mzee wa Rioba, TID, Top Inda, Top Dodoma. Ni yeye mnyama anaitwa Khalid Mohamed. Hayo ndo majina yake ya kuzaliwa na ambayo yapo katika cheti chake cha kuzaliwa, pia katika vyeti vyake vya aina vyote na ID zake zote lipo jina hilo. Amezaliwa tarehe 2 Juni mwaka 1982 katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Ni mtoto wa mwisho katika watoto 8 au wengine wanapenda kuita kwamba ni kitenda mimba. Amesoma shule ya msingi ya Bunge, na baada ya kumaliza shule ya msingi ya Bunge akaja kusoma shule ya sekondari Shaban Robert. Baba yake alikuwa ni dereva wa kampuni ya Cocaps. Kabla ya baba yake kufariki, kipindi hiko anapelekwa shule na baba yake, mitaa ya Posta wakakutana na mtu mmoja anaitwa Matonya. Yani wale ombaomba wa zamani walikuwa wanaitwa Matonya. Sasa huyu mzee alikuwa ni kipofu, alikuwa na mtungi mkubwa ambao alikuwa anaupiga upo kama gitaa hivi. Kwa kifupi sisi huku tunaita ni zeze. Kwa hiyo alikuwa anaimba kama unanipenda ninunulie zeze. Sasa TID akamwambia baba yake, "Hizi baba, ile ni nini?" Baba yake akamwambia, ile ni zeze." Bwana, kumbe ndio lile. Akaambia ile ni traditional music. Anaimba kama ananipenda kaninunulia zeze. Kwa hiyo ule wimbo na jinsi anapopiga akawa amevutiwa. Khalid Mohamed ambaye ni TID aka ameweka katika kumbukumbu yake. Baba yake alifariki TID akiwa na miaka 14. Baada ya kufariki baba yake, na maisha kwao kidogo yakawa msoto. Kwa hiyo yeye mwenyewe akiwa huko anasoma, huku anajishughulisha na masuala mengine. Lakini hivyo hivyo alikuwa ni mtu talented katika shule ya Shaban Robert. Kwa hiyo zikitokea zile welcome form 1, zikiwa zile graduation, yeye alikuwa mtu mmoja kutumbuiza katika kuchana, pia katika maigizo. Kwa hiyo pia ni mtu mmoja ni comedy hatari sana. Watu wakawa wanamfuatilia sana, na mwenyewe kile kitu kikawa kimemweka kipaumbele. Kwa hiyo TID yeye akawa anajiendeleza huku. Ikatokea bahati akawa anajimixi sehemu mbalimbali, na akaja kuwa MC katika kumbi mbalimbali jijini Dar es Salaam. Na kumbi hizo ilikuwa ni Belcanas FM Kinondoni na California Drama. Pia alikuwa mtangazaji wa Magic FM. Ila kabla hajakuwa mtangazaji wa Magic FM, kipindi yupo MCs katika hizo kumbi, yeye alikuwa kama watu hajafika, alikuwa na kabiti alafu yeye anachana. Hapo akaja akakutana na wasanii kutoka OCG ambaye alikuwa Snare, AY na Buff G. Kwa hiyo wale baada ya kuona akasema, huyu jamaa anajua ni MC alafu na bado anachana." Basi katika mazingira yale, wale baada ya kumuelewa wakaja kuwa mabesti. Kwa hiyo ni mabesti wake wa kwanza kabisa TID ni AY, Buff G na Snare. Wale wakawa wamemuelewa na wamemkubali kupita maelezo. Kwa hiyo wakaona huyu jamaa anajua kuchana, cha kufanya katika nyimbo yetu moja tumshirikishe. Ndipo wakaongea naye, wakamchukua na kwenda naye studio. Wakatoa ngoma yao ya kwanza ambao TID au amemshirikisha. Baada wale kundi lao kuja kulitoa katika jina la East Coast, kukutana na GK,
nao JK akawa amemwelewa, akaja akamshirikisha ile nyimbo ya tutakukumbuka daima milele ambayo JK amemwimbia D-Rock. Kwa hiyo katika mazingira yale akaja kwa rasmi mtangazaji wa radio ya Magic FM. Alipofanikiwa kutoa nyimbo yake ya kwanza ya Zeze, ilimpatia nafasi ya kusafiri nchi nyingi mbalimbali zilikopo nje ya Tanzania, aswa za Ulaya, ushaona, Ulaya, Amerika, pia za Afrika. Teddy hapo ndipo jina lake likaja kuwa kubwa zaidi, ilikuwa mwaka 2001. Kwa hiyo Teddy hapo jina lilikuja ndo akaja kujulikana, na hiyo nyimbo alimshirikisha msanii mmoja anaitwa Juma Mchopanga, wengi tunamjua kwa jina la J-Mo. Kwa hiyo katika mazingira yale Teddy akawa anapiga zake show huku na kule, ndipo kuna muigizaji ambaye anaitwa Mona Lisa akakubali ile sanaa yake na kaongea na George Tyson ambaye alikuwa ni director mkubwa kipindi hicho, ndo alikuwa director mkubwa afu na namba 1. Kwa hiyo George Tyson na Musa Banz wakaandaa story nzuri ambayo inaitwa Girlfriend. Katika story hiyo akawashirikisha wasanii mbalimbali akiwemo TID, J-Mo, JK, AY, Ndende, J-Mo, ushona, na baadhi ya wasanii wengine akiwepo Mnina, pia wale wasanii wakaola kitambo hiko. Kwa hiyo baada kumfuata TID wakaongea naye, kwa kumbukumbu zangu TID alilipwa 500,000 katika movie ile, kushiriki movie ile. Alafu yeye ndo akaja kuwa main character, akapewa script, wakawa wanafanyia lieso kila siku zile script, ndipo kipaji chake kikaja kikaonekana rasmi katika movie hiyo ya Girlfriend, na akaitendea haki zaidi, na wengi mmeshaiona, na kama mjaiona itafuteni hiyo movie, inaitwa Girlfriend, ambayo iliyoandaliwa na marehemu George Tyson pamoja na Musa Banz. Asante kwa kuangalia Farijika TV, na usisahau kulike pia na usisahau kucomment. Hello penzi watazamaji, leo kama kawaida yetu tunaletea zile mfululizo wa historia za wasanii. Leo tupo na msanii mmoja anaitwa TID Mnyama Top Nda, ni yeye Mzee Alioba, yote majina yake. Huyu tumpe heshima yake kutokana na nyimbo yake ya kwanza kabisa inayoitwa Zeze. Nyimbo ya Zeze alitendea haki kabisa, ila historia yake inaanza vipi? Ni kama hivi. Jina lake kamili anaitwa Khalid Mohamed. Amezaliwa tarehe 2 Juni mwaka 1982 katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Ni mtoto wa mwisho, au wengine wanapenda kuita ni kitenda mimba.